Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nao fuatilia katika channel yetu. Ndugu zangu, leo nimekuja nina kitu nataka kuongea na nyinyi, na kitu chenyewe kinahusiana na maisha yetu ya ndoa. Ukiangalia kwa wakati tuliokuwa nao, talaka katika jamii zetu, talaka zimekuwa nyingi sana. Watu wakioana hawana muda mrefu, talaka zinatoka, au maisha ambayo wanaishi humo ndani ni afadhali kuwa na hiyo talaka kuliko maisha hayo. Maana hao maisha wanayoishi ndio hayo ambayo yanatakiwa hasa watu waachane kutokana na hizo vurugu, maana kunaweza kutokea madhara wakati wote. Kwa ndugu zangu, matatizo mengi yanayotokea katika majumba yetu, talaka nyingi zinazotokea katika majumba yetu, hivi vitu haviji hivi hivi. Vitu vyote hivi vina sababu. Kwa hiyo nimefuatilia kwa muda wangu mrefu ambao nimefuatilia mambo ya ndoa, nimeongelea mambo ya ndoa, nimefanya sulhu katika mambo ya ndoa. Nimegundua matatizo mengi yanayopelekea watu kuachana yana sababu zake. Na miongoni mwa sababu ambazo nimezigundua, tena ni sababu nzito, sababu ambazo zikitokea moja kwa moja maisha yanakuwa mabaya au watu wanaachana. Tatizo kubwa ni swala la uzazi. Swala la uzazi kwa mke na mume, na hasa ambaye anakuwa na balaa kubwa ni mwanamke, kwa sababu watu wanapooana wanaangalia muda unakwenda, labda zimefungwa ndoa kama 2 3, nyingine itakuwa zimeleta matunda, watu wamepata mtoto, lakini nyingine haikupata mtoto. Watu wanaangalia, kwani ndoa hii si na ile walifunga ndoa wakati mmoja? Sasa balaa halianguki kwa wote wawili, sana ni balaa linaanguka kwa nani? Kwa mwanamke. Sasa unapopita mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, utaanza talmihati zinaanza kujitokeza, ni lunde kama watu wa Tanga wanavyosema. Yule hazai. Mtoto wa kike anaanza kupata mambo ya kumfanya moyo wake usitulie, asile akashiba, usingizi asiupate, kuanzia kwa wazazi wa mume, mawifi, na hata watu wengine pia pembeni, kumwambia labda jamaa yao, wewe umeoa mtu hazai. Mawifi nawe kazi yako kujaza choo tu, kula hela za kaka yetu, kuzaa uzai. Baba na mama nao ndio hivyo bwana, ongeza mke bwana, huyu acha. Kwa hiyo inakuwa ni balaa. Kwa hiyo inakwenda pale nyumbani panakuwa hapana raha. Hili linaweza likapelekea ikawa mume ana maneno mabaya kwa mtoto wake, na linaweza likapelekea mpaka watu wakaachana. Kwa hiyo mimi ninachosema, kwa sababu ya kuona huruma na kufuatilia kwa muda wangu mrefu mambo ya ndoa haya, mimi nakwambia wewe dada yangu ambaye unaniangalia sasa hivi, hata wewe mume ambaye unaniangalia sasa hivi ambaye umeoa au una ndugu yako, nasema usikate tamaa na rehema za Allah. Allah ametuambia msikate tamaa na rehema za Allah. Mtu akikata tamaa na rehema za Allah anapata dhambi. Watu wangapi wamekaa muda mrefu baadaye wakaja wakazaa? Hata nyuma huko Ibrahim amekaa muda mrefu sana, yeye na mkewe Sara, mpaka akajamuoa nani? Hajira, ndio akapata mtoto. Lakini pia yule Sara pia alikuja akapata mtoto. Uwezo wa kupata mtoto, mambo ya kupata mtoto hayako kwenye uwezo wa binadamu. Ndio maana Allah anasema kule katika Qur'an tukufu katika surati Shura kwamba yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Anampa anayemtaka watoto wa kiume na anampa mtakaye watoto wa kike, na mwingine amtakaye anamchanganyia wa kike na wa kiume, na mwingine Allah anamfanya anakuwa tasa. Allah ndio anayejua zaidi, ndio mweza zaidi. Kwa hiyo mimi nasema usikate tamaa. Hiyo yote ni mipango ya Mungu. Utasa uko sehemu mbili. Kuna ambayo Allah mwenyewe amepanga kwa wewe ndio uzae kabisa, na kuna utasa mwingine kuna sababu tu, labda kuna tatizo kwenye mambo ya uzazi, kwenye mirija, kwenye nini, aidha yeye mwanaume labda mani yake hayana nguvu, shawa zake nini zile. Kwa hiyo mimi nasema dada yangu usikate tamaa. Kwa nini?
Kumbuka wahenga walisema, aliaye hunyamazwa na ahuzunikae huliwazwa. Sasa sisi kilio chako tunakunyamaza, na pia tunakuliwaza. Kwa lipi? Naam, sisi tunakupenda, tunakujali, tuko na wewe pamoja. Tumekuletea dawa. Dawa hii inaitwa balsam. Balsam, baba Kiruwasha, balsam. Tumekuletea dawa hii biidhnillahi. Ukiitumia dawa hii kwa idhni ya Allah, matokeo yatakuja vizuri. Kama tatizo lako linahusiana na mambo ya kibinadamu, si Allah mwenyewe kama kaweka wewe usizae kabisa, ni ile kwamba uzae kwa sababu kuna hiki, kuna hiki, kuna hiki nini. Kwa hiyo tumekuletea dawa hii, haijatokea, hujasikia dawa inaitwa balsam. Baba Kiruwasha, nimekuletea dawa hii. Kwa muda mrefu nimekaa nikakufikiria kwa mambo yangu nayofuatilia kuhusu kwenye ndoa, jinsi watu wanavyokuja, mimi sikai vizuri na mume wangu kwa sababu sizai, sina raha. Wallahi kilio hicho kimenikumba na mimi nikaona hapana, sisi sote ni wanadamu, lazima tuonane huruma. Kwa hiyo tumetafakari, tumekuletea dawa inaitwa balsam. Dawa hii biidhnillah, ukiitumia hii dawa inafanya kazi zifuatazo. Kwanza kabisa, hii dawa inazibua mirija iliyoziba. Kama kuna mirija iliyoziba huko, inazibua. Dawa hii inarekebisha mfumo wa hedhi. Dawa hii inasafisha fuko la uzazi, inasafisha mayai. Dawa hii inaondoa maumivu ya kizazi. Halikadhalika, dawa hii ni kinga ya saratani ya kizazi. Abshiri, furahi, ondoa huzuni. Dawa hii tumekuletea, ipo, inapatikana. Ukiitaka, wasiliana na sisi. Wasiliana kwa namba zinazofuata: 0654 10 90 61. Narudia tena, 0654 10 90 61. Karibu sana. Na pia tuna ofa. Ukishanunua dawa hii, ukipata dawa hii, tuna ofa ya kukusomea dua nzito ambayo haina malipo wala nini, kwa sababu tunakujali. Tunakupa dawa, nanunua, bei nzuri tu, hakuna itakayemshinda. Alafu tunakupiga na dua moja nzito sana. Hiyo itaingia kwenye mambo ya uzazi, mambo ya maisha yako na kadha 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 ambayo hatuyajui. Tunamshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sina maneno mengi, lakini usiikose balsam. Balsam, balsam ni dawa nzuri sana. Kwa idhni ya Allah itaondoa tatizo ulilokuwa nalo. Sina ya zaidi mimi, ila ni hilo lifanyie kazi ili ndoa yako itulie. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.